Mvulana huyu mdogo alipokata kipande kimoja tu cha kuni, ghafla vitita viwili ya dola za Kimarekani vilianguka kutoka angani. Kisha mvulana akaenda kumsaidia baba yake shambani. Kwa mshangao, vipande vitatu vya dhahabu vilichimbuka kutoka ardhini. Hata alipomsaidia mama yake kuwarisha kuku walitaga lulu zenye kung'aa zenye thamani ya maelfu kwa maelfu ya pesa. Ikagundulika kuwa mvulana huyo alikuwa na nguvu za ajabu. Mradi tu awe tayari kufanya kazi kwa bidii, Mungu angempa utajiri usio na kikomo. Familia ya mvulana walipoona malipo makubwa kutoka kwa kazi za mtoto wao, wakaanza kumpangia kazi kwa makusudi. Miaka 20 ikapita. Kwa kutegemea kazi ngumu ya kijana wao, familia ilikuwa tayari imejikusanyia utajiri wa kutosha, lakini kijana hakujua lolote kuhusu jambo hili. Siku hiyo, familia yake waligundua kuwa kazi zote za nyumbani zilikuwa zimeisha. Hivyo, wakamwambia kijana kwenda mjini kutafuta kazi na kujipatia riziki. Alipofika mjini, alianza kufanya kazi ya kubeba mizigo. Ingawa mshahara ulikuwa mdogo tu, ila kijana alikuwa na matumaini makubwa sana, akiendelea kuamini kwa dhati kuwa angepata pesa siku za usoni. Siku hiyo, kijana kwa bahati alimuokoa msichana aitwaye Linda wakati wa kazi. Linda alimpa kijana kitambaa kisha akaondoka. Kijana alipokuwa ameduaa katika tukio hilo la kupendeza, meneja akatokea na kumkatiza. Akamwonya kijana kuwa Linda ni binti wa mmiliki wa hoteli. Mtu kapuku kama yeye asije akawaza ujinga. Hivyo, kijana alilazimika kuachana na ndoto hiyo na kurudi kazini. Lakini alichokuwa hajui ni kwamba si muda mrefu baadaye angekuwa mume wa Linda. Linda alipoingia hotelini aligundua kuwa ilikuwa ni blind date iliyopangwa na wazazi wake. Linda alielewa nia ya wazazi wake, lakini hakuwa na hamu ya kuwa na Jack. Hata hivyo, wazazi wake walisema kuwa kulikuwa na chumba kizima cha machaguo, wote kwa ajili ya binti yao kuchagua. Kwa mshangao, mbali na Jack, wengine wote walikuwa ombaomba na wazee. Wakati huu, wazazi wa Linda walidhani safari hii ingefanikiwa kumlengesha binti yao kwa Jack. Kijana akaingia kwa bahati mbaya katika chumba hicho, akijaribu kuuliza masanduku yawekwe wapi. Kwa mshangao, Linda alipomwona kijana, akamchagua mara moja, kisha akamvuta kijana. Lakini wazazi wa Linda hawakumkubali kijana na wakaamua kumjaribu kwa kumwacha aendelee kufanya kazi. Siku hiyo mvua ilikuwa ikinyesha wakati kijana alikuwa akiendelea na kazi. Mama yake alipiga simu akiwa na wasiwasi kuhusu hali ya kazi ya mwanawe, lakini kijana alimdanganya mama yake, akisema kuwa kazi yake ilikuwa inaendelea vizuri na haikumchosha kwa sababu hakutaka kuwatia wasiwasi wazazi. Hata hivyo, mama yake alihisi mwanaye anamdanganya, kwa kuwa familia yao ilikuwa imepata faida ya mabilioni hivi karibuni, ikionyesha kuwa huenda kijana alikuwa anateseka sana. Hivyo waliamua kumtembelea akiwa na familia nzima. Kijana bado alikuwa anafanya kazi kwa bidii nje. Linda alipomwona alimhimiza apumzike, akiwalaumu wazazi wake kwa kumtriti hivi kijana. Wazazi wa Linda walianza kumhurumia kijana baada ya kushuhudia bidii yake na kazi isiyokoma katika hali mbaya ya hewa, maana hawakutarajia kama angeendelea na kazi licha ya hali ile mbaya ya hewa. Jack alifika hotelini akimwonea wivu kijana. Ili kumdhalilisha, Jack alimlazimisha mwanaume huyo kuosha gari lake chini ya mvua kubwa. Linda hakukubaliana na tabia ya Jack, lakini Jack alijitetea kwa kudai kuwa yeye ni mgeni wa heshima hotelini, ilhali mwanaume huyo ni mfanyakazi tu. Jack alijitapa kuwa alikuwa amesaini mkataba wa dola bilioni 2 na kundi la mtu tajiri zaidi, na akatishia familia ya Linda wasimkasirishe, la sivyo angenunua hoteli na kuwafukuza. Kitisho hiki kiliwanyamazisha wazazi wa Linda. Ili kuzuia familia ya Linda wasidhalilike, kijana alikubali kuosha gari la Jack. Baada ya Linda kuona vile, alimkimbilia kumsaidia. Jack akiwa na hasira aliwaamuru watu wake kumimina soda ya kola juu ya gari, akiwadhihaki wote wawili. Licha ya dharau hiyo, kijana na Linda waliendelea kuosha. Wakati kijana na Linda walikuwa wakiosha gari, familia ya kijana ilifika na kustaajabu na kumvuta pembeni baada ya kuona kijana wao akiteseka. Jack kwa majivuno alidai kuwa kijana alipaswa kumaliza kuosha vizuri kabla ya kupumzika. Wakati baba wa kijana alipohoji kwa nini alimfanyia vile kijana, Jack aliwadhihaki familia ya kijana, akiita hawana maana na hatima yao ni kuwa vibarua tu maisha yao yote, na akamtaka kijana apige magoti na kumshukuru kwa kazi. Baba wa kijana alishindwa kuvumilia matusi ya Jack, akawaamuru watu wake wagonge gari la kifahari la Jack kwa gari lao ambalo lilikuwa na thamani ya mamilioni. Jack alipiga kelele kwa huzuni juu ya uharibifu huo na akadai fidia kutoka kwa familia ya kijana. Dada wa kijana alidhihaki gari la Jack kama gari la hali ya chini linalofaa kwa wafanyakazi wao wa ndani tu. Kijana alishangaa kwa sababu familia yao haina mfanyakazi wa ndani. Dada huyo aligundua kuwa alikuwa amefichua jambo muhimu kwa bahati mbaya, lakini mama yao alimtuliza kijana na kumwambia asijali. Baba wa kijana alimwagiza msaidizi wake kushughulikia fidia. Msaidizi huyo alimkabidhi Jack hundi, jambo lililomshangaza sana. Hundi hiyo ilikuwa ya dola milioni 50.